Naam, asante na karibu tena katika kipindi cha siku ya leo. Na hii inaitwa Neno la Uzima. Ni kipindi ambacho kinakujia kwako kila siku ya wiki na huwa tunakuletea mada tofauti tofauti. Na siku ya leo tuna mada tofauti kabisa, sio kama zile ambazo tumekuwa tukijadili. Tumejadili mambo mengi na leo tunazamia katika mada kubwa zaidi. Hii mada ni kubwa zaidi, tutachukua muda mwingi, tutahitaji pia maoni mengi zaidi, lakini yote juu ya yote tunakukaribisha kwa wewe ambaye unafuatilia kwenye YouTube, na asante sana kama unafuatilia. Kwa hivyo tutaanza kwa maombi. Profesa, tuwafungulie kwa maombi alafu tuendelee. Karibuni sana, acha tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakupa sifa jioni hii. Tukisema ni asante kwa sababu ya uzima. Tunapoanza kipindi hiki Bwana, tuomba ukaanze pamoja nasi hadi tamati. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Asante sana. Tutaanza kujitambulisha kwa majina kwa haraka haraka. Asante, ni Caleb Musyoka. Asante. Majina ni Derek Kibet. Mimi ni Christopher Biteremo. Naitwa Bwana Balayo Shadrack. Jina langu naitwa Daniel Kipkoech. Asante sana. Basi leo tunataka tuzungumzie jambo moja ambalo imetokea sana. Yaani ni kitu ambacho kimetokea sana, alafu kinaathiri maisha ya kawaida na kimeathiri pia imani ya wengi. Swala hili la imani ya watu. Kuna mafundisho ambayo ni ya kibibilia, mahubiri ambayo yanahubiri injili ya Yesu, lakini pia kuna mahubiri ambayo ni mahubiri ya uongo. Watu wanahubiriwa injili ambayo sio ya kweli. Wanahubiriwa mambo ya kidunia badala ya kuhubiri ufalme wa kwenda mbinguni. Sasa tunataka tujue leo, tutajua chanzo ni nini? Kwa nini watu wamejikuta katika mahubiri haya ya uongo? Na hawa wanaoanza walianzaje? Kwa nini walianza kufundisha haya mafundisho ambayo ni ya uongo na ni ya kupotosha? Wengine wanafundisha mafundisho hata mabaya zaidi ya kuharibu maisha, na wengine hata inawakosti maisha kabisa, hata watu wanakufa katika yale mahubiri. Kwa hivyo leo tutaenda kuchimba kwa ndani zaidi, tujue haya mahubiri yalianzia wapi, chanzo ni nini, kwa nini inatokea namna hiyo. Ningependa tuanze tu kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Labda Profesa, tunaweza anza ama tuanze na mchungaji huko? Naam, asante sana. Nitazama moja kwa moja kwenye swala kuu hili kwamba tumekuwa na mahubiri ya uongo ambayo yamekithiri katika nchi yetu. Na matukio haya tumeyaona. Ndio. Yako karibu kila mahali. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 28, wakati Yesu anawatuma wanafunzi anasema nendeni ulimwenguni mkayafanye mataifa, sio? Mkawalete watu kwangu. Lakini jambo la kwanza lenye limeleta kuibua kwa mahubiri ya uongo ni kwamba kuna tamaa ya fedha na umaarufu. Utapata ya kwamba wahubiri wengi wanahubiri neno ili kupata fedha. Pia wanataka umaarufu au nguvu ya kuwatawala wengine badala ya kuwasaidia. Kwa hiyo mtu anaona ya kwamba nitafanyaje nipate hela? Si nishikilie kwa neno la Mungu ili nipate nini? Fedha. Jambo la pili ni kwamba kuna ukosefu wa maarifa sahihi, ambapo tunasema ya kwamba kuna mhubiri labda anaweza kuwa na uelewa mdogo au uelewa potovu ya kuhusu kupata ile kina cha neno la Mungu. Linasema nini? The Great Commission hajaipata vizuri. Ndio. Kwa hivyo ana labda uelewa ulio mchache au potovu. Kwa hivyo basi anapoanzisha dini za vichochoroni humu, anatarajia kwamba apate wafuasi ili wakaweze kumunga mkono. Jambo la tatu ni kwamba kuna wale wanaopotosha katika mahubiri. Haswa tumeona katika nchi yetu kunao wahubiri wanaokuja na itikadi kali za kutishia watu ya kwamba usipoomba na kufunga wewe hutaenda mbinguni. Kwa hiyo wanakuja na itikadi kali. Kuna wengine wanaambia watu msiende hospitalini maana
Na wajua afya ni afya bwana. Afya bwana, lazima uingie hospitalini. Afya ni muhimu sana. Matibabu. So baadhi ya watu kubadilisha ule ujumbe ili wafae wao na wale wafasi wao. Ndio. Na kwa hivyo wanakuja na maneno yaliyo na ya kuvuta ile kweli. Naam. Asante sana. Labda mchungaji aongezee kidogo. Naam, mchungaji hawezi kosa jambo. Asante sana Bwana Balayo kwa nafasi hii. Na hoja hili tumefikiria kwa muda na pia tumetazama inaendelea katika nchi yetu. Si jambo geni sana katika nchi yetu. Kama juzi tumesikiza kuna watu ambao kufa wengi sana mahali pala hata Shakahola. Yani watu wamepotezwa. Lakini sasa siku ya leo tunaweza sema chanzo kule labda kutotoka kwa Mungu. Labda mhubiri mwenyewe hajatoka kwa Mungu. Jinsi ambavyo Profesa Balayo juzi alipokuwa Jumapili anahubiri neno la Mwenyezi Mungu, akasema kuna kitu inaitwa the grace, yani neema. Kuna neema ambaye lazima itoke kwa Mwenyezi Mungu. Kama hiyo neema hauna, sio ati unahubiri ovyo ovyo. Kuhubiri unahubiri kwa sababu ya neema. Na unaposoma katika kitabu cha Yohana ya kwanza mstari wa 4:1 inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali sijaribuni roho, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. So Biblia inatuona vizuri sana kama Wakristo kwamba tujihadhari sana, kwa sababu manabii wa uongo wamekuja. Na pia ninaweza sema tu kuongezea kwamba kuna ile tamaa ya pesa. Ndio. Tamaa ya pesa. Mtu tu amefungua kanisa lake ili apate pesa. Yaani ni biashara hiyo. Biashara. Amefungua kama kitu cha biashara. Unasikia leta shilingi hii, leta shilingi 1000. Ukifika nyumbani utapata shilingi 2000. Anapoteza watu. Na pia si makosa sana, lakini huanga naambianga watu kama Wakristo sana fuatilia Biblia. Kwa sababu watu unaposoma katika kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6 inasema watu wangu wanaangamia kwa sababu wanakosa maarifa. Mtu ajui maarifa, si makosa yake. Anaambiwa usikule ndio uone Mungu. Jua hata naye maarifa. Kwa sababu hajasoma Biblia, anakubali tu. Na anajipata tu amekufa bila na hakuna kwenda mbinguni. Kwa hivyo yani mtu kama hata unaenda kuhubiriwa na wewe pia soma, kuwa na Biblia. Na ndio maana unaona kanisa mengi imepea watu vitabu, ukimaliza wanaposema neno unaandika kwa kitabu. Ufike jioni uangalie kama ilikuwa ni ukweli ama ni uongo. Unasikia hata kwa Biblia wana wa Waebrania walikuwa wakimaliza kanisa wanaenda kufuatilia ile scriptures zinasema. Asante sana. Asante. Nashukuru sana mchungaji kwa kuongeza hoja hiyo. Acha tuende hivi. Chanzo jingine ambayo nimeweza kuipata ni kwamba wale ambao wanahubiriwa hawana ile ufahamu wa neno la Mungu. Na pale ambapo mtu ana ufahamu, kuna ule urahisi wa huyo mtu kupotoshwa. Watu wengi kupotoshwa kwa sababu hawasomi au kuielewa vizuri Biblia. Ni hivyo. Ukosefu wa maarufu hufanya wakubali mafundisho yasiyo sahihi bila kuchunguza. Chanzo jingine ni kwamba kukosa viongozi wa kweli wa kiroho. Mahali ambapo hakuna wachungaji waaminifu, watu huwa rahisi kupokea mafundisho yasiyo sahihi. Chanzo jingine ni kwamba shinikizo la dunia na tamaduni. Wengine hubadilisha ujumbe wa Biblia ili uendane na mitindo ya dunia badala ya ukweli na neno la Mungu. Ningependa nikomee hapo. Asante sana. Karibu sana Bwana Musyoka. Asante. Nitatoa kauli mbili fupi kuhusu jambo hili la mafundisho uongo. Jambo la kwanza ambalo ni chanzo cha mafundisho ya uongo ni hata watu wenyewe. Tukiachana na viongozi, Biblia inasema itafika wakati ambapo watu hawatakubali neno lililo sahihi. Watakuwa na masikio inayowasha kusikia mambo kulingana na mapenzi yao, si mapenzi vile wanataka wenyewe, na vile wanavyotaka wenyewe. Kumbuka kuna mapenzi ya mwanadamu na mapenzi ya Mungu. Na neno la Mungu linaambatana na mapenzi ya Mungu. Inafika mahali watu wanachoshwa na mapenzi ya Mungu kwa sababu ya jambo hili au lile, wanaanza kutafuta na kujikusanyisha walimu ambao watawaambia maneno kulingana na wanavyotaka. Na ni jambo ambalo ni la
lina ukosefu sana. Kwa sababu mahali kuna manabii ama walimu wa uongo, kuna wanafunzi wa uongo pia. Naam. Kauli la pili ni tukiangalia vizuri, kuna ile ukosefu wa tunaita accountability. Unakuta kuna hiyo system ama kuna hiyo setup ya kidini ambayo watu hawakubaliwi kuuliza maswali. Ni jambo na linaonekana sana kwa mambo kama cult na hizi mambo ya sect, kwa sababu unaangalia watu wanapewa expectation, wako na ile expectation ya kenye mtumishi anasema hicho ni kweli, si lazima ni angalie. Kuna ile imani potofu ambalo linaambatana na kunyimwa ile nafasi ya kuuliza maswali, kwa nini ili jambo aliambatani na maandiko. Na kwa hali kama hiyo unakuta mafundisho ya uongo yanaenea kwa kasi sana, kwa sababu wale ambao ni wasema kweli, ambao ni wapenzi wa Mungu, ni kama wameshurutishwa ama wamekandamizwa sana, hawawezi kutoa ukweli. Mahali ukweli unanyamaza, uongo utaenea. Asante sana. Ametoa hoja ya muhimu sana pale, na mimi nitaongezea kitu tu hapo, kuongeza tu kidogo. Niseme kwamba ushawishi wa jamii, yani wanajamii wenyewe, kuna ushawishi ya mambo ya kitamaduni. Unapata kwamba wakati mwingine mafundisho hubadilishwa ili yaendane na mitazamo ya jamii, na hata kama yale mafundisho yenyewe yanapingana na mafundisho ya Biblia, lakini kwa sababu jamii ina ile nguvu fulani, sema hatuwezi acha vitu fulani. Kwa hivyo hata mhubiri wanampanga, wanamwambia lazima uhubiri hivi na hivi, ingiane tu, make sure kwamba inaingiana. Kwa hivyo unapata pale inakuwa ni chanzo cha sasa mahubiri kuanza kuenda tofauti na vile ilivyokuwa imetarajiwa awali na Yesu mwenyewe akituma wanafunzi. Labda nisome kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 3 mstari wa 1 kuendelea. Biblia inasema, lakini ujue neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, kama vile umesema, wenye kupenda fedha, wenye majivuno, wenye kiburi, wenye kutukana, wasio watii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio watakatifu, wasio na upendo wa asili, wasiopenda kufanya kwa suluhu, wenye kusingizia, wasio na kujizuia, watu wakali, wana itikadi kali, lakini huwezi ukawarekebisha. Unaona kwamba jinsi mtumishi Daniel alisema, haya mambo yapo, na ni vizuri ya kwamba tunapoyachambua namna hivi, tukaweze kufungua mtazamaji wetu macho, ajue ya kwamba ni wakati wa kufungua macho. Ndio sababu haya mambo yako yakutana nayo, na ni lazima kama Wakristo tusimame kidete kutangaza injili ambayo ni ya kweli. Naam, asante kabisa. Shukrani sana mtumishi, una jambo na asante sana, kitengo muhimu sana. Mimi huwa kawaida yangu ni kwamba inapofika wakati kama huu ninajua tu inaelekea kipindi cha lala salama. Chachauza kidogo. Asante. Leo tu nitauliza swali kutokana na jambo ambalo Profesa Balayo amesema. Kwamba wakati mwingine unasikia mtumishi anasema kwamba usiende kanisa utapokea uponyaji, usile ndio uone uso wa Mungu, ama ndio uende mbinguni. Labda kwako wewe Christopher Veteremo, ndio hoja hizi unaonaje? Hoja hizi nitasemaje, kwa sababu unajua hata kwa kile kikosi cha wale wanafunzi wa Yesu kulikuwa na daktari pale. Ndivyo. Petero alikuwa ni daktari kabisa. Kwa hivyo afya ni muhimu. Kwa hivyo hakuna vile utasema kwamba usiende hospitali hadi kwa sababu utapona tu. Hapana. Yaani magonjwa ni hapa duniani. Ndivyo. Na suluhisho ya hayo magonjwa iko tu hapa duniani pia. Mungu anakuja kufanikisha ile nia yako ya kutaka kupona. Lakini si kwamba pia ukitumia yale madawa pasipo na kumtumainia Mungu ni kwamba tu unaweza kupona, lakini Mungu anataka kuona kweli wewe unataka kupona. Unataka kupona. Sasa
usikose kwenda hospitali ati utapona tu. Usitaki kusema ati unataka umuone Mungu ati kwa kutokula. Sasa unafunga sasa mpaka umuone Mungu. Maandiko Yesu akasema hivi siku moja, akasema ile siku ya kiyama kuna wale watamuona kabisa, kuna wale hawatakuwa wamekufa watamuona hivi. Alisema kuna baadhi yao sasa kufa. Na asante sana Biteremo. Na pia huwa ninapenda kuambia mtu kwamba kuna mahali kwa Biblia inasema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa sababu hautaniambia unangoja uponyaji kutoka juu mbinguni na ujiendea dawa. So matendo hapo ni kuendea dawa. Alafu sasa unakuja sasa kuwa na imani na utapona. Labda Msioka na jambo. Hakuna jambo. Nashukuru kwa hii nafasi tena. Kulingana na hoja ya afya na pia kisaikolojia, naweza pia toa chanzo. Kuna chanzo ambalo hatujaguzia, athari za kisaikolojia, kwa sababu afya na mambo ya kiroho inahusika kwa njia moja au nyingine. Unakuta hata kwa vitu kama cults, wale au viongozi unakuta kuna viongozi wa kiroho ambao lakini kwa hali ya kawaida wako na athari za kisaikolojia, labda katika maisha yao ya kitoto walipitia mambo ya kusikitisha sana na hawajaweza kupona kisaikolojia, na hapo ndipo unakuta shetani anachukua nafasi, anatumia hiyo udhaifu kueneza mafundisho yake ya uongo kwa njia moja au nyingine. Na mambo ya dini na afya, mimi naweza kusema hivi, imani ni kitu ambacho kinaambatana na matendo, lakini tukumbuke ni kulingana na neno. Mungu anajua kufanikisha uponyaji kwa njia moja au nyingine, lakini ni kwa mapenzi yake. Akiamua kutumia daktari, lazima tuende kwa daktari. Akiamua kuponya yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye tabibu, pia yeye ni tabibu wa karibu, lazima tuwe na imani na tupokee uponyaji, lakini ni kulingana na mapenzi yake na kulingana na maagizo ambayo Roho wa Mungu anatoa na kuambatana na neno la Mungu, sio tu maagizo ya mwanadamu ambaye labda hata hajabobea katika hiyo sekta. Asante sana. Swali la mwisho kwa kumalizia siku ya leo ni kwamba Christopher Biteremo, unaonaje, ni vyema kufuatilia kila jambo ambalo mtumishi anasema, ama pia tunapotaka kufuatilia tujue kwanza? Usifuate kila kitu ambacho mtumishi anasema. Asante. Kwa sababu yule, unajua wakati mwingine mtu anaweza kaleta tu ujumbe lakini yeye mwenyewe wanasema fuata chenye nakwambia, lakini usifuate kile nafanya. Sasa sometimes kuna wale ambao watakuletea ujumbe, sasa wewe fuatilia mwenyewe uone huu ujumbe unanifaa, ni mzuri ama ni mbaya. Kwa sababu wakati mwingine unaweza pata mtumishi anasema, kwa sababu nimesikia watu wengi wanasema kwamba labda mtumishi anaweza kaa hadi aseme, au watumishi wa uongo wanasema kuna mkutano ya kina mama ya saa 6 usiku. Kuna mahali kwa Biblia inakubali mambo yale? Hapana kabisa. Hapo sasa tumevunja nyumba na tumetoka katika yale mambo ya kiungu sasa. Asante. Tutakuwa tumeharibu. Natumai ninamalizia mahali pale siku ya leo, na ninashukuru sana watu wangu ambao tumekuwa pamoja. Lakini tunaweza kuachilia tu tukisema fuatilia Biblia sana, kwa sababu wakati wa sasa Biblia inatuonya kwamba kuna manabii wa uongo ambao watazidi kukuja na wataendelea kukuja. So ni vyema kama Wakristo tuwe tunafuatilia Biblia na kufuatilia mafunzo ya kweli. Asante. Na kufikia hapo hatuna la ziada, tunapiga mstari kwenye kipindi, ni kusema kwamba kwa siku ya leo tunafikia mahali pale, lakini muhimu zaidi ni kwako wewe ambaye bado hujasubscribe kwenye channel yetu Neno la Uzima Group hapa kwenye YouTube. Hakikisha kwamba kuna maandishi yameandikwa subscribe, bofya pale, itakuwa ni muhimu zaidi. Alafu usisahau pia kulike, lakini pia ni muhimu kushare kwa watu wengine pia, ili waweze kufaidika pamoja. Na kuna watu ambao hawajapata mafundisho haya ama hawajui wanaweza kuamua namna gani, lakini wanapopata mafundisho haya itaweza kuwasaidia na tutaweza kusonga mbele kwa pamoja, itakuwa ya baraka zaidi. Hapo tumefika tamati. Nafikiri Bwana Musyoka atatufungia kwa maombi na tuseme tosha kwa leo. Asante. Na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa hafla ya leo.
tunashukuru sana kwa yale mafunzo ambayo Roho ametufunulia tukaweze kuzungumza leo. Tunaomba Bwana tukaweze kukwamilia katika ukweli wako, na ukatupe uwezo wa kutambua Bwana mafundisho ya uongo ama hata manabii wa uongo wanapotokea. Tunaombea hata wasikilizaji Bwana, ukawabariki Bwana, na ukapate sifa katika maisha yao. Asante Yesu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana.